Bana, hii ni Dickson Online TV. Kwa majina naitwa Lamse J Wise. Nipo na MC Lobby, MC matata kweli kweli. Lakini leo tumeweza kuwaletea mambo mengi mazuri kuhusu Sports Arena. Bana, mambo ya kombe la dunia yanaenda viral sana. Mambo yamenoga huko sasa. Mambo yamekuwa matata kweli kweli. Asiyemtaka anakuja, asiyemtaka kaja. Mambo ni hatari. Kuna huyu kijana anazidi kukimbizana kaka zake bwana. Bila shaka tunamzungumzia Mbappe. Kylian Mbappe. Nawaambia kuna Kylian Mbappe wako wawili tofauti. Huwezi amini kwamba Kylian Mbappe wa Papa Perez na Kylian Mbappe wa The Champs ni vitu viwili tofauti kabisa. Anaonyesha tofauti mkubwa hali ya juu sana. Na ameonyesha mashabiki wale milioni 70 walioandamana kwamba hatumtaki Mbappe aondoke. Nini amewajibu Kylian Mbappe? Ni nini anafanya Kylian Mbappe ndugu yangu? Mambo ni mengi kweli kweli. Hebu niambie ni kitu gani kinaendelea kati hawa ambao wameongozana? Yaani kuna Kylian Mbappe, kuna Lionel Messi, kuna Erling Haaland, lakini bado kuna kina Vinicius Junior na wengine wengi wapo. Ni kama ligi fulani hivi inaendelea. Yaani kuna ushindano fulani hivi unaendelea. Wewe ni kitu gani ambacho umekiona hasa? Kwa kuwa tuna dili na Kylian Mbappe, nafikiri tutamzungumzia sana yeye. Kwanza ni mchezaji mzuri, na ana utofauti mkubwa sana wa Kylian Mbappe wa ligi, lakini pia na Kylian Mbappe wa World Cup. Nimeona watu wengi sana wakimfananisha au wakimhusianisha Kylian Mbappe na Messi, jinsi Messi anavyoenda, lakini Kylian Mbappe mimi binafsi ana mengi ya kujifunza kwa Lionel Messi. Kwa nini nasema ana mengi ya kujifunza? Kwa sababu Messi mpaka sasa tunaona kwenye listi ya wafungaji bora wa World Cup wanaongoza magoli, licha ya umri wa Messi kuwa juu, lakini bado anawakimbiza. Lakini uzuri wa Kylian Mbappe ana muda mrefu wa kucheza World Cup. Kwa mfano tukisema Messi, sidhani kama ana World Cup nyingine ambayo anaweza kuja kuicheza. Ndio. Lakini tuna guarantee ndefu ya Kylian Mbappe kuja kucheza World Cup zingine zinazofuata. Kama ataendelea hivyo, nafikiri ana muda mwingi wa kuvunja rekodi na kuweka rekodi zilizowekwa na watu kama akina Ronaldo, akina Messi na watu wengine tunamzungumzia ambao wameweka rekodi zao nyingi kwenye vilabu, lakini pia kwenye World Cup. Hivyo mimi naona Kylian Mbappe kama atajitunza, kwa sababu tunaona wachezaji wengi wanakuja kama hivyo. Tukimzungumzia mfano Neymar alikuja, lakini tukimzungumzia kama huyu dogo nani Lamine Yamal ambaye yuko Spain akipiga pale FC Barcelona. Yes, ndio. Alikuja na moto sana, lakini nafikiri kulingana na jinsi dunia inavyoenda sasa, Kylian Mbappe akijitunza kama walivyojitunza kina Cristiano Ronaldo, akina Messi, atavunja rekodi nyingi, lakini ataweka rekodi nyingi sana. Mimi nafikiri hivyo. Yes. Na hata ukiangalia kitu kimoja kwa Kylian Mbappe ambacho mimi nakipenda, ni kijana ambaye anajituma, harudi nyuma, physical mentality, ni mtu ana full power. Na hata ukiangalia dribble zake, yani ni kama zinakushtua kitu fulani, kana kwamba wale mabeki ni kama si kitu. Hebu angalia mechi ambayo nini amefanya matusi sana kwa mechi iliyopita. Mechi dhidi ya Sweden. Yes. Hebu angalia mabeki hadi nani Odegaard. Wanaangalia kinesa nini anafanya Kylian Mbappe. Ni mtu ambaye hakamatiki kabisa. Na unazungumzia vipi kuhusu combination kati ya Kylian Mbappe na Michael Olise? Ufaransa inatisha. Ufaransa ya World Cup hii inatisha. Nafikiri hata kuna muda wapinzani wanaokuja kucheza na Ufaransa, kuna muda wanajisahau, wanadhani wao ni mashabiki. Wachezaji wanaokuja kucheza na Ufaransa wanajisahau. Akishika mpira Olise, akishika mpira Mbappe, lakini pia pembeni kuna Dembele. Ousmane Dembele. Ukiwa beki unaweza kukaa ukaanza kuangalia nini wanafanya. Kuna muda unamwona Mbappe kama hataki mpira, ila mpira unamtaka yeye. Olise kiumbe cha ajabu sana. Ufaransa kama sijui ni namna gani kombe la dunia litakavyoenda, lakini Ufaransa wana kila aina ya zana za ufanyaji kazi. Na ukiangalia vizuri MC Lobby, ni jambo linachekesha sana. Unaweza kusema hawa vijana ni kitu gani wakitengeneza? Yaani anaweza sifunge leo Mbappe, lakini akaondoka na assist zake za kutosha.
Lakini siku hiyo ikiwa ni ya Dembele, anaweza juzi tumeona amepiga hat-trick. Na si kwamba amepata hat-trick kwa timu ambayo haieleweki, wala sio Bosnia, sio Haiti. Amepiga hat-trick timu kongwe ambayo inatisha, na hata wanakushangilia moja ile ambayo imeenda viral sana. Watu wameipenda sana. Yaani wanapiga ngoma kidogo, wanarudi vuu, si ndio? Ni jambo limeenda viral sana. Wuu. Ni mambo ambayo yameenda viral sana. Lakini walivyokutana na France, walipigwa chuma. Ilikuwa ni 4-1, si ndio? Ilikuwa chuma 4-1. Hebu angalia. Timu kama Norway ndani ya Ufaransa inapigwa chuma 4-1. Mbappe kaondoka na assist 2, Dembele kapiga chuma pale kama Dembele kapiga hat-trick. Lakini nafikiri hata Bakola pia aliweka chuma, si ndio? Yes, ndio. Kwa kweli ukizungumzia Kylian Mbappe, ikijambe namuona mbali sana. Yaani kama kweli Ufaransa itaendelea hivi, bala ndio inaweza kanukia. Nafikiri na ni watu wachache waliokuwa na guarantee Ufaransa kufika finali ya World Cup. Lakini kwa mwenendo wa timu ambazo tulikuwa tunaziona zitafika mbali, nafikiri nyingi mpaka sasa hivi hazionyeshi ule uhai mkubwa kama wanavyofanya Ufaransa. Mpaka sasa Mbappe ana ufalme wake. Ana ufalme wake pale Ufaransa. Lakini pia tusisahau wale watu wanaomzunguka pia. Watu wanaomzunguka pia wanafanya kazi kubwa sana. Kuna muda nilikuwa natamani mchezaji, sema ni vile kwa sababu kisha kuwa mchezaji wa timu ya taifa ni ngumu sana kubadili, lakini nilikuwa natamani siku moja Nuno Mendes unamuona pale pembeni. Ndio. Akiwa anacheza pamoja na Mbappe. Nafikiri angeenjoy sana kwa sababu mpira na ucheza yule dogo ni rahisi sana kuingia kwenye combination ya Mbappe. Ana fight. Alafu ni mtu ambaye angalau anapenda kulisha wale mastriker. Yes, yeah, anapenda hivyo. Kwa mfano Ronaldo mpaka sasa amepata vijana wenye fighting kubwa, lakini nafikiri Ronaldo umefika muda wake wa kunyosha mikono. Lakini kabla tuendelee MC Lobby, kuna kitu kimoja ambacho nakiona dhidi ya hizi timu kama tatu. Yaani timu ya Portugal ambayo yupo kiongozi wetu pale, Master Ronaldo. Yes. Lakini ukienda pia kuna timu ya France ambayo tunamwangalia zaidi, Kylian Mbappe. Lakini tunapoenda kule Argentina, kama tulivyozungumzia awali, Lionel Messi. Wanamuita La Pulga. Ndio the god, lakini mimi hata nasema mimi ni shabiki wa Ronaldo. Kuna kitu kimoja tofauti ambacho mimi nakiona kati ya timu hizi zote tatu. Yaani unapozungumzia Portugal, ni timu ambayo hawataki kumheshimu kaka yao. Tofauti kabisa na Lionel Messi. Argentina wote wanacheza kitimu, lakini macho yote yapo kwa Lionel Messi. Yaani wanafanya juu chini, lakini kaka yao lazima ale. Ndio maana tunavyoona na score, anafanya maamuzi kwamba tufanye yote tuwezayo, tumpe huyu mtu. Anajua wapi anapoweza kupeleka. Lakini tunapozungumzia Portugal, ni kana kwamba Ronaldo si kitu. Yaani wanafanya wanavyotaka wao, wanamdhalau, si ndio? Lakini njoo Ufaransa tunamuona Dembele, atamuona Mbappe aweze kufunga, Michael Olise atamuona Mbappe aweze kufunga, akina Bakola wote wanaweza kufunga. Lakini kwa nini Kylian Mbappe? Wanaona kabisa nao wanataka kumtengenezea ufalme. Ndio hata tunavyoona mtandao leo wanamuita nani? Wanamuita dikteta. Wanamuita dikteta kwa mambo yake ya kikatili. Ni mtu ambaye hacheki na nyavu kabisa. Si ndio bwana? Kwa kweli ni jambo ambalo wanapaswa kubadilika, hasa Ureno. Kwa Cristiano Ronaldo waweze kutengeneza combination nzuri, waweze kumlisha mipira mingi. Ndio amezeeka, lakini kuna namna Ronaldo akishapata mpira pale kwenye goli, hacheki na nyavu. Lakini mimi binafsi, mimi mwenyewe ni mshabiki mmoja wa Shu. Shu mshabiki mmoja mkubwa sana. Lakini nafikiri kama ulivyosema, Ronaldo angetumia busara. Akubali. Kwa sababu nafikiri hata wachezaji, labda kocha tu na mashabiki ndio bado wana imani na Ronaldo, lakini wachezaji wanaomzunguka jinsi wanavyocheza wanaonyesha kabisa yani kama hawamtaki, tofauti na Messi. Kama unasema Messi umri umeenda, lakini mipira mingi unaona kabisa inacheza. Hafight kama anavyofight Ronaldo. Ronaldo anatafuta sana. Yaani anajitafutia sana yeye kama yeye. Sasa nafikiri amefanya mengi. Akubali tu kwa sababu sidhani kama Portugal kweli kwa mwenendo jinsi wanavyoenda sidhani kama wana muda mwingi wa kufika mbali. Yaani hata kama wataweza kufika 16 bora,
Sijui kama Robo atatoboa. Kwa mwendo kama akiendelea. Hebu angalia mechi na Kongo, DRC Kongo. Angalia mechi pia iliyopita. Ni watu ambao wanajivuta mno. Yaani ni kama Ubelgiji. Sasa sijui, acha tuone mambo yatakapoendelea huko mbele. Tuna mengi ya kuzungumza leo. Ilikuwa tunazungumzia Mbappe au tunazungumzia wale watu ambao wanakimbizana. Nafikiri tutaendelea kujua mengi zaidi kupitia channel yetu ya Dickson Online TV. Mimi ni kama nilivyotambulisha awali, ni Lamse J Wise kutoka Dickson Online TV, niko na MC Lobby Shalab. Lakini kabla ya yote na mwisho kabisa, yep, jamani wazingatieni sana Morocco. Hii World Cup wazingatieni sana Morocco. Morocco. Hakimi. Wana jambo lao. Mzee Saibari. Wana jambo lao. Hapana, acha tuone vile mambo yanaenda. Shape